Bwana asifiwe. Ayubu anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Nisikilize kwa makini, nataka kuongea jambo moja hapa. Hakuna kitu cha muhimu katika maisha kama kujua. Kwenye kujua kuna nguvu. Narudia tena, hakuna kitu katika maisha ni cha muhimu kama kujua, na katika kujua kuna nguvu. Haijalishi ukijua mabaya utaiona nguvu ya ubaya, ukijua mema utaiona nguvu ya mema. Hiyo nguvu ipo katika kujua. Ndio maana Mungu anamwambia Ayubu, nijue sana mimi. Ukinijua mimi utapata amani, ukinijua mimi mema yatakujia. Bwana asifiwe. Mema yatakufuata. Kuna nguvu katika kujua. Kwa nini leo washirika wengi hawaelewi? Kwa sababu hawajui. Paulo amefika mji wa Athene, katikati ya baraza la Areopago, amewekwa pale, anaulizwa kwa nini anahubiri injili tofauti, ameleta Mungu gani? Paulo anaanza kuwafafanulia, akajua watu hawa wanaabudu wasichokijua. Akawaambia, nalipokuwa nikipita katika miji yenu, naliona ibada zenu jinsi mnavyoabudu, naliona sanamu zenu jinsi mnavyoziabudu, na nilipokuwa nikipita huko na huko, nikaona madhabahu imeandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Bwana asifiwe. Anasema kwa Mungu asiyejulikana. Akasema, sasa nimeona ya kwamba mnajitihada lakini mnaabudu msichokijua. Sasa nimewaletea jambo moja, nataka niwafundishe kwa habari ya Yesu ili muabudu kitu ambacho mtakijua. Kuna nguvu katika kujua. Ukimjua Mungu utajua namna ya kumwabudu. Utafundishwa kunyanyua mikono, utafundishwa kupiga magoti. Ukimjua utajua namna ya kumwabudu. Ukimjua utajua namna ya kumwendea. Ukimjua utamjua namna ya kumwishia. Ukimjua utajua namna ya kutembea naye. Ukimjua utasubiri uambiwa nguo hii ni fupi. Ukimjua utajua namna ya kumheshimu Baba yako mbinguni. Kuna nguvu katika kujua. Iko nguvu, iko nguvu, iko nguvu. Leo unamwambia mtu nguo hii kanisani, hata mtaani, haikuonyeshi una ushuhuda mzuri, anakwambia mmezidi nyie. Hajamjua anayemwabudu. Angekuwa Yesu mbele yako ungeenda hivyo. Ukijua utajua namna ya kumheshimu. Ukimjua hutalazimishwa ibada. Moyo wa ibada utakuwa ndani, kwa sababu unamjua aliyekuokoa, unamjua aliyekuita, unamjua. Hutasema ibada ni Jumapili tu, Jumatano si ibada za watu wachache. Hutasema hivyo. Ukimjua unayemwabudu utajua ibada zote zina maana mbele za Mungu na zina uzito sawasawa na ibada Jumapili. Maana kila tunapokusanyika Mungu ana kusudi na kusanyiko. Kuna nguvu katika kujua. Ukimjua utapata mema. Ukimjua utapata amani. Wakati mwingine amani yako haitulituli, ni mtu wa mahangaiko, kwa sababu hujajishughulisha kumjua. Umejishughulisha kujua vitu vingine, na ndio maana wengine wanateswa kwa sababu wanayajua mabaya kuliko Mungu wao. Hata ukiwauliza hapa, anaweza akakuelezea ugonjwa jinsi ulivyo na ubaya, lakini anaweza akakuelezea ukubwa wa Mungu na jinsi Mungu alivyo mzuri. Hawezi akakuelezea. Atakwambia tu imeandikwaga ya kwamba walisemaga anaweza. Lakini aliyemjua anajua pamoja na hali zote yuko Mungu apitaye vitu vyote. Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe. Lakini kusudi la Mungu liko hivi, yeye alisema akiinuliwa atawavuta wengi, yeye akiinuliwa atashuka. Nataka niwaambie, Mungu anapenda sifa. Kama kuna watu hawajawahi kupenda sifa, Mungu anapenda sifa. Bwana asifiwe. Kama kuna watu wanaogopa sifa, Mungu anapenda sifa, alafu anapenda heshima. Akiona anapelekwa heshima ambayo inatoka ndani ya moyo, anashuka. Akiona anapelekwa sifa inayotoka ndani ya moyo, anashuka. Anafanya, anashuka, kwa sababu akisikiaga sifa tu inasikika huko, sifa ya uhakika, hawezi kutulia kwa sababu anapenda sifa. Sasa wapelekao sifa za namna hiyo ni wale wanaomjua. Wasiomjua atabaki anapiga makofi, anamwangalia tu ima pale mbele kwamba hivi leo anaimbaje, halafu anaimba mbona achangamke. Alikwambia sifa lazima kurukaruka sana ni nini? Peleka ibada kutoka ndani ya moyo kwanza, na sifa inaanziaga moyoni. Ukiona mpaka mtu anaruka na miguu, ujue tayari moyoni kulianza kuchanganya huku. Furaha ya Bwana ilianzia ndani. Ufahamu unatakiwa urudishwe ndani ya kanisa. Ufahamu wakujua. Sasa ni heri ukayajua mema kuliko mabaya. Usijibidiishe kuyajua mabaya, jibidiishe kuyajua yaliyo mema. Nimekwambia kuna nguvu katika kujua. Narudia tena, iko nguvu katika kujua. Ukitafuta kuyajua mabaya, utapata nguvu ndani ya hayo mabaya. Kuna nguvu katika hayo ubaya. Ukijibidisha kuyajua mema, iko nguvu katika kuyajua mema. Nataka nikutie moyo, ujue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.